ndo nikibila na mbechi kweti humu ndani nani vitu ambavyo vipo ndani mwangu ndio vinaletea matatizo. Sasa humu kweli ama zagazaga kuna vitu gani ambavyo vinaletea matatizo? Kama ya mazagazaga ndio matatizo ambayo yananisumbua, mimi nayakupa. Sebino, hii dunia ni ajabu sana. Msaada mwingine nitakutoa wapi? Clovis, hivi Mungu kanini watu wenye maana ndio wanakwenda mapema? Watu wenye kusaidia Fizi wanaweza kusaidia Fizi kesho, wanaondoka wanatuacha. Vipi, uko wapi? Uko kibla? Mbona uko sawa na mawazo mengi ndugu yangu? Sasa kali. Oya, vipi mwanangu, ongea kilichokuleta mwanangu. Mbona unakuja na kelele hapa? Mimi naona kama vile uko sawa ndugu yangu. Niweke sawa basi. Utabakia tu mawazo ndugu yangu, nakwambia utakia kufuatilia mawazo hapa. Hii ni kweli kabisa, utakia kufuatilia mawazo. Bora mimi tuache mambo ya pombe. Wewe unachukulia mimi mimi cha pombe. Mimi sio cha pombe ndugu yangu. Wewe rafiki yangu kitambo ndugu yangu. Utabakia mawazo. Nakwambia wenzako wanaendelea ndugu yangu. Unaona hii pombe mmoja wapo mnachukulia mbaya, lakini sio mbaya, inapana inajenga, inapana feeling. Ina feeling ndani yake. Unajua unachukulia tu pombe, hapa sio pombe. Ndugu yangu Jose, wenzako wanaendelea wengi tu. Oya. Hivi mimi na stress zangu. Afu sijui unatokea, sijui kama ni kwa Tozo, kama unatokea kwa mwana wa Beni, kama unatokea kwa mama Anje. Joso, maki una mama tusi. Matusi gani? Maki najua kutembelea mama matusi. Acha kuletea stress jamaa. Nakwambia nimekuja na mchongo mpya ndugu yangu. Bro, unaelekea wapi? Bro, maisha bro. Napambana sana. Kuna jamaa ameaminita hapa. Nimuone. Zaidi nipate hadi kidogo bro. Familia nayo rafiki yangu. Familia nayo lazima nipambane. Najua hivyo. Kama una familia basi usikaa nyumbani. Siku nyingi sana. Vipi familia nyumbani? Wazima. Mke wako bado yupo tu? Mzima kabisa. Watoto nini? Wote ni wazima. Oh wow, it's very nice. Anyway, jamaa kuna habari. Bro, una habari mpangaji wako? Nani huyo? Maclovis. Namfahamu Maclovis ya. Inasemekana Maclovis kafa. What? Maclovis amefariki? Unajua unachukulia tu pombe, hapa sio pombe. Ndugu yangu Jose, wenzako wanaendelea wengi tu.
Shapata njia wapo, mimi nitakwambia mchongo hapa ndugu yangu. Ongea kilichokuleta mwanangu. Usije kuniongezea stress zingine. Sasa ndugu, nipe tu kamsari kakibembe kamoja tu kadogo. Cheli kupashia mchongo ndugu yangu. Kadogo tu, nipe tu kamstari kadogo tu kakibembe. Unajua mimi na huzuni. Unajua mimi na huzuni. Kama vile mboga ya majani. Mimi na msiba mkubwa. Nante ambao sitaki kukusimulia kitu kingine mwanangu. Mimi na msiba. Kwa nini tena ndugu yangu? Sasa mimi na habari nyeti. Wewe niambie tu kadogo tu. Nikwambie. Nishakwambia na msiba wa mwanaja wangu Maclovis. Sikiliza sasa nikwambie kitu kimoja. Huyo Maclovis wako ni wako. Mimi nimekuja na pointi ambayo itakufanya wewe. Pointi gani hiyo mwanangu fastisha? Unisikilize sasa japokuwa mimi na leo stress zingine mwanangu. Sasa sikiliza. Kai serious. Nakwambia hivi, nimekuja na pointi mpya. Nimeacha gongo kwenye nimetoka, nimekuja kukuambia pointi mpya. Kama wengine wa star wanatoka, leo utoka kama rafiki yangu. Unaona? Kuna mganga ambaye ndo fimbo sasa. Mganga gani? Anatunza malaria, anatunza kitu gani? Malaria. Anatunza vipaji vya tarafa la Fizi ili vipaji hivi vitoke. Unaona? Kuna kuingia na kutoka. Sasa huyo mganga jina yake ndugu yangu, usimchukulie po, anaitiwa Kibiro. Mimi nakwambia nina uhakika na kifo chake ni kifo ambacho kinasikitisha sana na kinatatanisha sana. Ameumwa au? Hajaumwa. Amefanya ajali? Wala hajafanya ajali. Kitu gani sasa kilichosababisha mpaka akafariki? Walikuta ndala, wakuta kama kuna mtu ameburuzwa akapelekwa msituni. Maskini ya Mungu Maclovis. Bro, nakwambia mambo unasikitia. Maki ni kifo ni cha kutatanisha sana. Na kinasikitisha sana. Kinachomnipa mimi yani stress sana ni kusema kama hata mwili ndio jamaa haujaonekana. Ndio hivyo yani ni hivyo tu. Nipende kuambie kwa guest tumekutanana siku nyingi chonani, nikasema huyu jamaa ndo ndo fuska nikwambie habari kabisa. Nasikitisha sana na kifo cha Maclovis ni kifo ambacho yani kila mtu anashangaa. Ganguzi huyu naimjua mimi. Usimchukulie poa. Hayo sasa huyu Kibiro. Kibiro huyo. Ehebelo. Ndo huyo ndugu yangu. Kibiro. Ndo huyo. Ehebelo. Usubiri pia. Huyu mmoja. Ninaimjua mimi. Sikiza seko. Nipe mkasa tu. Kama Willy Nunda ametoka, anza kwenda huko na huko. Kama nani the way Solange, au wa kizazi kipya. Hivi na hivi. Yeye. Ina maana huyo mganga ndo kama amemfanya Willy Nunda akawa vile. Willy Nunda anakuwa na kidevu cheupe kama kabila. Ngoja. Ndo amemfanya na huyu nani Zewei huyu. Huyo. Kibiro huyo. Mzee Kibiro. Ngoja nimtafute. Hivi naona Zewei hapa Baraka. Sasa mwanangu. Wewe ngoja mimi stress zipunguke. Na kama hiyo ngoma yako hiyo. Aba wewe ndo ngoma za kibembe unazichukulia poa, chukulie kazi ndugu yangu. Nakwambia huyo Mr. Kibiro ni mganga tosha. Kweli kabisa? Aya. Ehebelo. Nakwambia. No ehebelo no nikeleline ehebelo. Ndo huyo. Unaona kama wakina. Mwana wamba choba. Wakizazi kipya anakuwa na kitambi. Ni huyo ndo aliwatoa. Unaona bana? Sasa ndugu yangu sisipenda ubakilie hapa. Kutoka kwako na mimi napata mchuzi. Unaona ndugu yangu. Sasa wewe ukitoka mimi natoka. Unanisikia? Sasa ndugu yangu hichi kitu sichukulie masiara. Tumwema yule tunaongea naye, tunasikilizana, tunapanga kitu na kila kitu kinaenda sawa. Amefariki kabisa Maclovis. Yaani ndio hivyo. Hatupo naye tena kabisa. Hatupo naye tena duniani, jamaa kafariki. Bro, basi mimi na waiwai kuna mambo ya maana yanatembelea. Haya maisha yako. Hivyo tu. Imefika basi ama cha kufanya. Tutaona tena bro. Avichai marazi kifo umungua, akatae pema baba ya pamkabilie. Nificha malazi na magonjwa, kumbe nimeuona mwisho wa. Unasikia? Hata Biblia inaandika kazi na nini? Na dawa. Kwa hiyo mwanangu mimi nimeelewa. Kwa hiyo tufanye hivi.
Nimeona kwamba ulichoongea kina make sense. Kwa hiyo mwanangu, mimi nitaifanyia hiyo kazi. Huyo mzee Kibiro, ngoja nimalize stress dakika ngapi? Mimi leo nitahakikisha. Hii ni mida ya saa ngapi? Saa 7. Mimi nitahakikisha mzee Kibiro leo nimemuona na kila kitu kiwe sawa. Sasa nakwambia ndugu yangu, wewe tembelea hilo swala. Kwa sababu huyo mganga nilivyopeleka bado ya matata mwemezi tu, asa nie ndo fimbo ndugu yangu. Sasa na kama ndo fimbo, sina tuingie katika hiyo fimbo yake. Mwanangu, nimekuambia leo, si nimekuambia ni mida ya saa 7. Okay. Lazima Kibiro nimpate leo. Belo. Leo nitampata. Ndio. Mwisho wangu, ndo mwisho wangu, mwisho wangu, mwisho wangu, mwisho wangu, mwisho wangu. ndicho ambacho kinaleta matatizo mle ndani. Kitu basi jitahidi ukitoe kwanza nje au kitupe. Nina imani kabisa utaweza kuona amani katika nyumba yako. Sasa nisikize nikwambie mzee. Nimesikia ujinga wako ambao umeniambia. Ila nikija kugundua katika upuzi wote ambao unaendelea nyumbani kwangu, unahusika kwa namna moja na haiza nyingine. Kitu ambacho nitakuja kufanyia, utakaa ukasawa katika maisha yako. Nikikushindwa kwa uchawi, basi jua nitakuchoma hata kisu. Kijana.
Kanyungu kawangenda lile kanyungu Mungu kawangenda lile kanyungu kawangenda lile kanyungu. Karibu sana kijana, najua kwamba umefika eneo la msaada wako. Basi kutokana na shida ambazo unazihitaji na msaada ambao unauhitaji, na kuomba uyalete matatizo yako. Unahitaji nini kijana? Mimi nahitaji nyota. Unahitaji nyota? Nyota ndio kitu ambacho mimi nakuja kutafuta. Asante sana kwa jinsi umejileta mwenyewe kuja kutafuta nguvu na kuja kutafuta nyota, na ndio maana unaona upepo unazidi kuongezeka badala ya kusema nyota. Naona. Huu ni upepo wa ufalme. Naona. Naona kila kitu kinavyoweza kupeperuka. Naona mganga. Na maana wewe nyota yako ina nguvu sana. Haya. Unahitaji nyota gani? Mimi nahitaji kuwa maarufu. Hongera sana. Tunawapenda sana vijana ambao mnajitafuta. Ndio vijana ambao tunawagawia nyota na kuweza kuwatapakaza katika ulimwengu. Unahitaji msaada? Ndio. Nyota yako itatapakaa ulimwengu mzima. Utakuwa kama akina Snoop Dogg, akina Michael Jackson, akina 50 Cent, mpaka we kama P Diddy. Hapo kwenye P Diddy aswa hapo mzee, ndo sehemu ambayo nataka kukazia zaidi, kwa sababu nataka niwakazie kabisa, yani ni wa P Diddy. Wala usijali, ni wa P Diddy. Nyota ya nyumbani. Asante. Maua ya nyumbani. Babu Johnson. Bakiruga. Nasema hivi, nenda kalete kuku wa mchanganyiko, nije nikusaidie nifungue nyota. Rangi zote ziwemo ndani zimechangwa, nyekundu, nyeupe, nyeusi. Ni kuku wa mchanganyiko. Nitaji popote wewe ulipo, atibotibo Christian Bella lumbaka wawi abela basimo na bampange Christian Bella mango Christian wabu na yonge kwa bola Bella popote wewe ulipo. Elo ni lupango amangira mbochi nyumbochi chapetire zere chi to samba na kilomba kalo chinu mbochi ni mumbola kanga chobe mbochi ale kisubi ngo moja huko. Amani amauru unyama sio kwema kabisa. Unajua bro, ni kama Mungu nimekukuta hapa. Ni kama Mungu usiku na kufuru. Ni kama Mungu umenikuta hapa. Ni majaliwa ya Mungu yanayosababisha mpaka mimi. Sawa. Simandoa tu simugotene Mungu. Ya chakoza tu nitambuliza kuwa tofauti zetu ndio kwanza tuzike pembeni mradi baadhi ya vitu visije kuendelea mbele. Sawa. Tumeziweka kando, mwikale pale mpaka tumalize maongezi ndo murudi. Mimi sina amani. Wewe hauna amani. Yaani kuna wakati ambao najikuta nikiwa sina baba wala mama. Kuna wakati kuna baadhi ya mambo ambayo nikifikiria najiuliza ni kwa nini wewe mimi tu. Sasa Amiti, mimi umenikuta niko kwenye kazi zangu. Na kama umenikuta niko kwenye kazi zangu uchiwe tatu unaendaenda hivyo simule umeondoko mbeka siyema. Sema benye vilikuleta ili nirudie kwenye shughuli. Nenda ukamlete kuku nikufungulie nyota. Ujulikane ulimwengu mzima. Tamtafuta mzee. Mimi ndiye mganga Kibilo. Ondoka, kamlete kuku nikusaidie. Asante mkuu. Usijali. Nenda kutafuta. Niko hapa kwa ajili yenu. Asante. Vijana wanaojitafuta. Mganga Kibilo. Yeyo bwana. Yeyo bukolo. Yeyo bije.
kuficha malazi na magonjwa, kumbe nimeuona mwisho wangu, ndo mwisho wangu, mwisho wangu, mwisho wangu, ndo mwisho wangu.